Majabani. Ati sasa waanze kuchukua mabagi uelekee. Kwanza utaenda huko utapata taabu hujawahi kuona. Na nimeona watu ambao walienda wakirudi hata hawataki kusikia hiyo tena. Maana walienda wakataabika. Sasa hivi ukiwaambia Majabani hawataki kusikia hiyo ni nini? Kwa hivyo ina maana ya kwamba kuna ujumbe unaweza kutoa mtu akaukubali, lakini baadaye akawa wa jehanamu mara mbili kuliko vile ilivyokuwa. Kwa hivyo kitu cha kwanza kama kanisa inatakikana kwanza kujiuliza vigezo ambavyo vimeandikwa kwa roho ya unabii ili watu waende mjini wametimiza. Hiyo ni kigezo ya kwanza. Muona shule? Muona sekretariat? Hamna. Kwa hivyo kitu cha kwanza jiulizeni mtatumia mbinu gani kwanza kupitisha hiyo. Si uanze kuambia watu chukua bagi, enda Majabani. Hiyo Majabani hata choo hana. Unaona mahali hata nyumba hana. Unaona Sasa huyo mtu anaenda Majabani, anaenda kupata faida ama kusumbuka? Amebebanisha watoto yake kama hawa. Watoto hawa wakifika huko ni taabu tupu. Kwa hivyo watu unajua kuna watu pale Tanzania wameenda wakachukua watoto wakaenda kwa msitu huko ndani. Wakiulizwa wanasema ati tumeenda kujificha mnyama. Kwa sababu kuna sadiro tumeenda kujificha mnyama. Mimi nikawauliza wanyama hao ambao wako huko msituni, unafikiri serikali ijui ni wangapi? Mpaka ikizaa inajua hii tembo imezaa. Sasa nyinyi ndio mtajificha wapi ambaye serikali itawaona? Kwa hivyo tunaposema ni kwenda mjini, lazima Biblia inasema tumieni akili kama ipasavyo, lakini msitende dhambi. Kwa hivyo kama kuna kwenda mjini, kwanza kanisa ijiulize kama kanisa. Tuna vigezo. Tuna vigezo hizo. Unaona? Lakini kama mtu mmoja afungue sekretariat yake, nani hapa tangu aanze kuhubiri hiyo amefungua? Ama itafunguliwa lini? Maana ujumbe si unahubiriwa. Kwa hivyo inatakana kama ni sekretariat hiyo itoke yake iko na fulani, iko na roba. Naambia roba hapo amepita. Ako naye ama kanisa yenye tuko naye sasa hivi tuna sekretariat mahali ama tunawacha hata huko. Kabla hujaenda huko kwenda huko Majabani. Hapa mjini maana ndio tuko. Kuna mtoto hata mmoja mmefundisha kwa kumtoa katika hiyo elimu hiyo ambayo ni baya na kumleta katika hiyo elimu. Unaona Kwa hivyo makosa kwanza iko hapa. Kwanza itatuliwe hapa. Watu wajipange hapa. Alafu sasa waanze kusema tumehitimu kwenda wapi? Majabani. Lakini si ati waambie watu ati Mungu amesema twende Majabani. Wao watu wataenda Majabani na hawatakataka kusikia hata huyo Mungu. Ni ile taabu wataenda kupata nayo. Kwa hivyo Mungu anataka kama unajenga nyumba hii panga. Panga kwanza. Nyumba yangu nitapanga. Maana utapanga kujenga alafu hujajipanga ikifika hapa ushindwe kuendelea. Hujajipanga, unaona Kwa hivyo mimi nafikiri ujumbe huo ni mzuri. Hata mtumishi anapofundisha ni mzuri ulivyo hivyo. Lakini kitu ya kwanza una vigezo vya asante. Asante. Mafundisho iko 100% sawa. Lakini sasa iko na changamoto yake ndani yake. Na hiyo ndio tunatakikana tutatue. Sasa tutaendaje huko? Mimi niko peke yangu pale. Watoto wanataka kwenda shule. Na mimi sina shule yangu, sina sanatorium. Happy Sabbath. Happy day. Kitu cha kwanza kuhusu hiyo true education. Mzee ameuliza swali mzuri sana. Kwanza kulikuwa na wana matengenezo wa awali. Tunastahili tuone walifanya namna gani. Kwanza hao walikuwa ni shule za Kirumi. Wacha hizi zetu unakuta si ya Kirumi. Unakuta unaweza potelea ya Catholic uende ya serikali. Kuna watu walikuwa wanaitwa Waldenses. Shule ilikuwa ya Mkatoliki. Hakukuwa na shule nyingine. Kwa hivyo ni Maria alikuwa anaabudiwa wapi? Pale. Sasa tusome 3SM 233 paragraph 2. Tuone hao walifanya nini? Walifanya nini? Waliema ama walifanya nini? 3SM paragraph 233 paragraph 2. Yule ambaye amepata some ili sasa Rotich aweze kujua atafanya nini. 233 paragraph 2. Kwa sababu unaweza weka watoto pale, kumbe umeitisha wakati wa taabu na hujafika, uanze kukimbishana na machifu, uanze kuitisha michango huku umeshikwa sijui imefanyika nini. Vizuri tuende kwa utaratibu unaofaa. Unasemaje?
Hebu sijui utakaribia hapa usome ili uweze kusikia. Kama mwenye hapo karibu. Msaidie Mike. Inasemaje? The Waldenses entered the schools of the world as students. Kwanza waliingia shule za kidunia kama wanafunzi. They made no pretension. Apparently they paid no attention to anyone. But they lived out that they believed. Waliishi kwa kile walichokuwa wamefundishwa licha ya kwamba walikuwa katika shule za kidunia. Tuende. They never sacrificed principles. Kwanza ili hao Waldenses waende hizo shule za Kikatoliki walikuwa wamefunzwa. Ni vile Shadrach, Meshach na Abednego wanafika Babeli wakiwa na elimu ile waliofunzwa pale. Wanapofika pale hawakuwa confused. Walisimama katika hiyo principle, na ndio maana tunaambiwa Waldenses nao walipoingia hizo shule walisimama katika ile principle ambao walikuwa wamefunzwa. Kumaanisha kwanza wewe ndio mwalimu wa mtoto wako nyumbani. Sasa hii mwalimu amefunza vizuri sana hapa, amesema kwamba jinsia moja inafunzwa katika mashule. Wewe umechukua jukumu gani kufunza mtoto wako familia ni nini? Ikiwa huwezi msaidia hata homework nyumbani, utakaaje na mtoto nyumbani atamfunza? Homework ulimuonyesha homework lini? Waiona nini anafunzwa, ama unakuja kusikilia hapa kwamba shule inafunzwa vitu mbaya. Wewe hujaienda kuangalia ni nini kinafunzwa? Nani anajua ni kitabu gani inafunza vitu mbaya katika mashule, especially primary? Nani anajua? Mwenye anajua sema. Encyclopedia ya primary ndio iko na maneno, ndio ya Mrumi ndio ameweka pale, na saa hii hakuna shule ambayo mtoto ataenda akose kwenda na encyclopedia. Hiyo encyclopedia ninapeana homework. Sasa ndio uende upande wa CRE uone nini kinafunzwa pale. Apostles Creed, jinsia moja iko pale. So unajua kawaida kwamba hii encyclopedia ndio matatizo. So mtoto anapokuja kufanya homework anafanya peke yake, wewe hujawahi angalia hii mambo ya Mungu katika shule hizi ni kitabu gani ambayo imeharibu, ili uweze kuelezea mtoto sisi atuamini hivi. Mimi niko na mtoto mdogo ambaye ako darasa la 2. Aliulizwa siku ya Sabato ni siku ya kwenda kanisa ni gani, akaandika Jumamosi. Akaangushwa. So alikimbia kwangu kuniambia kwamba niliandika ni Jumamosi nikaangu. Kumaanisha huyo mtoto amejua kwamba aliangushwa, yeye akoshua kwamba siku ya kwenda kanisa ni gani? Ni Sabato, vile amefunzwa na wazazi. So nikamwambia hata wakikuangusha utakuja tu namba 1. So alipokuja namba 1 nilimwambia unaona walikuangusha hii lakini ukafanya nini? So elimu inaanza na mzazi nyumbani. Kwanza mtoto wako anaamini nini, ajue kila anachoamini. So tumekuwa tukifunza kama wana matengenezo, tunatenga watoto, unakuta tunafunza Trinity vile ni mbaya, lakini watoto tumetenga. Wanafunza sijui mafunzo gani. Kwa kule hiki chakula bado hata hao. Mwingine aliona triquetre imechorwa, akajua hii ni Trinity iko katika hii encyclopedia, akasema hii si kweli. So elimu kwanza, foundation inaanza wapi? Nyumbani. Hili hata kama ataingia, hebu maliza hilo andiko. Waldenses walipoenda hao watu waliokuwa wanaabudu Maria pale, walishangaa na nini? Na ukumbuke ni watu wa Mungu, wana matengenezo, walikuwa katika shule za Kikatoliki. Inasema nini? Inaendelea kusema they never sacrificed principles, and their principles soon become known. This was different from anything the other student had seen. Distinction sasa inaanza kuonekana kwamba hawa wako tofauti na sisi. And they began to ask themselves, what does this all mean? Why cannot these men be induced to swerve from their principles? When they were considering this, they heard them praying in their rooms. Sasa ilibidi hao Wakatoliki kamili waende kusikiliza na hao watu wanaomba namna gani. Walisikia nini? Not to the Virgin Mary. Kumbe hao watu hawaabudu Virgin Mary huko, wanaomba kupitia nani? But to the Savior.